Rigathi anajua 2022 May of 2022 when tulianza mambo ya kuchagua running mate. Mimi from 2018 niliambia William Ruto, enda directly kwa watu. Usingoje sisi wanasiasa tuje kuwa mabroka kwako. Tukikwambia mimi ndiye nimebeba hizi kura za mlima. Na nikamwambia, by the way, ilikuwa after by election ya Kabete. Nikamwambia by 2022 mimi nitakuwa broker. Moses Kuria atakuwa broker. Huyu Waitito amekuja atakuwa broker. Broker mkubwa kabisa atakuwa Uhuru Kenyatta, president. Sisi wote tukikwambia mimi ndio niko na usemi kwa mlima, to negotiate na blackmail. Niambia my brother, vile nilikwambia 2015, enda kwa watu. Usitutegemee sisi wanasiasa. That has always been my position. And thank God alisikiza, alienda kwa watu. Kuja kufika running mate, nakumbuka having a discussion with him, nikamwambia lazima uanze kufikiria mambo ya running mate na utupee kwa mlima. Akaniambia simuko. Nikamwambia tuko wengi lakini mimi usinihesabu. Mimi sitaki. And I had my reasons. Nikamwambia kwanza Uhuru Kenyatta amekuwa president. Baba yake alikuwa president, ni watu wa Kiambu. Wewe na Uhuru mmekuwa president, deputy president, Mkikuyu Mkale, Mkikuyu wa Kiambu. Ikisemekana sasa president tena Mkale na Mkikuyu mwingine wa Kiambu, it will not sit well with the rest of the Mount Kenya people and the rest of the country. Number 2, mimi kidogo ni kichwa ngumu. Si kidogo. Mimi nataka nikuwe mahali tunaweza angaliana kwa macho, tunaambiana ukweli. Lakini ukiwa mdosi wangu sitaweza kuambia ukweli. Anza kufikiria and we start working towards marketing the candidate as we market you. Fast forward 2022 around February, we began that discussion again. As we also began the discussion of engaging Musalia and Weta and the others akina Mutua. And when they agreed and we did the earthquake, President akaniambia, nikamuuliza, I hope umeambia watu Deputy President ni yetu. Sema tunakubaliana na tunakubaliana how we'll settle them within the broader coalition. So tukaanza shortlist ya candidates. Culminating in May 14th, 15th hapo, I was adamant. You can ask Rigathi, you can ask any member of parliament who was in the last parliament. In fact, the president alinita siku moja akaniambia, nimechunguza, nimeona wewe, you are the rebel leader, hii rebellion iko Mount Kenya. Ya huyu Rigathi. Nikamwambia ni kweli. Lakini ziko peke yangu. Nataka ufanye mambo mawili. Fanya opinion poll. If Rigathi is a favorite, I will be the first one to endorse him, based on a scientific opinion poll. Okay. Number 2, ita wabunge wa hawa Mount Kenya. Listen to them individually, then maybe you can call us as a group and listen to us. That is all culminated in the long night, or the night of long knives. Before the Sunday, we had a meeting that Thursday, tukakuja Saturday. Thursday hatukusikizana, tukakuja Saturday. Mpaka midnight hatukusikizana. Mwishowe tukakubaliana vile tumefungia Kindiki na Rigathi because we were left with 2 candidates. Me, I was supporting Kindiki. So Kindiki alikuwa kwa squad ya kwanza? Kindiki, when we voted on Saturday morning, Kindiki had, I think, about 28 votes. Rigathi had 5 votes. Likuwa na vote ya Theuri
yule alikuwa MP wa Embakasi West, alikuwa na Ndindi Nyoro. Kimani Ngunjiri abstained, alikuwa na Jane Kihara. I think Jagwa. Who else? Sio kama nikakuya mani ni one other person. 5 votes. Then 28 Kindiki, 1 abstention hiyo ya Ngunjiri. There was a spoiled one. Na kulikuwa na ingine ya Musalia sijui ilitoka wapi because it was Oh wow, Musalia atoki Mlima lakini ana alipata moja pale na Waigoro moja, JB 2, JB Muturi. Okay. I had shared my thoughts with the president and told me, in my view, Kindiki is the best person or JB Muturi. I don't know, for some reason, I was more inclined towards the But East. you didn't know more about Rigiji then? I knew him because I had worked with him in parliament. Oh. I had worked with him, remember, for about 4 years. Okay, so you already I had seen the kind of character he is. Very vengeful, mtu who harbors a lot of bitterness in him. Na saa yote anaongea mambo chafu chafu and bad things, very bad things by the way. Because some of the things unasikia tukisema zingine yeye mwenyewe alisema. And I don't want to mention them here, but they are there. Okay. Some of them, the things that made him not even want to be cross-examined wakati wa impeachment. Zisisemwa sababu zilikuwa kwa affidavits, zingesemwa. Ndio uliona akijifanya mgonjwa, asifanyiwe cross-examination. Hayo mambo yasitoke, watu wajue yeye ni mtu aina gani. But anyway, based on what members of parliament felt and voted, when the opinion poll results, the president eventually showed us the opinion, public opinion, the scientific one. Kindiki was leading with 3 percentage points. But he said he's within the margin of error, the vote. So eventually tuliwaambia muingie pale kwa ofisi ya deputy president. Muongee msikizane. Rigiji and Kindiki. Rigiji and Kindiki. Saa hiyo by lunchtime when Rigiji aliona results ya kura vile imepigwa, akaitwa kuambiwa, he walked out, kaita bibi yake na watoto walikuwa wamekuja naye. Sisi tulikuwa na ma-t-shirts. Yeye alikuwa amekuja na suti ya menyonga. Anakuwa announced deputy president that Saturday. Threatening would naenda kwa Uhuru, amekuwa akinitafuta. Ndindi na Sudi ndio hao mbio wakamfikia kwa gari, wakamrudisha. Yeah, was adamant. Ikasema this is blackmail. Hii meeting mlikuwa nayo wapi? Sasa hiyo amelia machozi kama mtoto. Ai, mheshimiwa sasa una copy paste script hapa. Wacha, no. Rigiji alie. Wacha nikwambie. The lion of the mountain. Sasa mimi nadanganyana. Wacha nikwambie. Si Ndindi alikuwa mtu wake? Ndindi Nyoro. Wameingia kwa room, kwa ofisi, Deputy President William Ruto, Ndindi, Kimani Ngunjiri, I think Rigiji na Kindiki. At some point Ndindi walked out, na mimi nilikuwa naenda kwa Alu hapo, tukapatana kwa corridor, nikamuuliza mmesema nini? Ambia akia Mungu. This guy, imagine this guy. Nikafikiria, nikasema huyu Ndindi na yeye sasa anajifanya, ambia tafadhali tuende na Kindiki. Hii ni blackmail. Ndindi. Nikajiambia, this is hypocrisy. You are the one who has been pushing. Rigiji, sasa unaniambia a different thing after all this hypocrisy. I brushed it off. I went to the loo. I came out. When we finished at night, tumewapea 3 hours, wameongea na Kindiki, imeshindikana kusikizana. Wakakuja wakatuambia tumekubali. About 10 p.m. tumekubaliana tuachie the deputy president to decide who will be his running mate. The president only did one thing. He called all of us into the boardroom. Tulishona tukajazana hivi. Mimi nakumbuka nilikuwa nimekaa kwa kakona pale. Deputy president akasimama akasema, sasa mmesikia vile Kindiki na Rigiji wamesema. I want your assurance, all of you individually, that whatever decision I make, we shall all abide by it. Moja, kila mtu we shall swear abide. Oath. Tukaswear oath. Mimi ikanifikia nikainua mkono nikasema yes sir. Nikaweka mkono chini. Nikaambiwa voice it.
Nikasema, Your Excellency, yes, we will agree with your choice. Yewe ni kichwa ngumu. Unasema in front of... Wow. I was being honest. And I told the president later that night, Your Excellency, mimi, nimekubali, it's your choice. I know the decision you will make. Why? Because I had engaged decide kwa room. No. Alisema tu mutaagree. Then akawacha mkaa. Tumpe time aende afikirie, so turudi Sunday saa 5 he will make the announcement. And the announcement he will make, we will all agree with. Saa 5 mchana? Saa 5 mchana. Kwenda church. That Sunday. Hakuenda church, aliombea kwa nyumba. Oh. Mimi ndiye nilienda church. But saa 5 you made it. Nilichelewa. Kwanza akanipigia simu, nilikuwa niko church hapa Kikuyu. My wife ndio alirudi akaona message ya first lady. Akimwambia ambia your husband akimbia anatafutwa. So my wife akanionyesha, nikatoka nikakimbia about 11:30. Nikapata wamesettle, nikasimama kula nyuma. Then nikaitwa pale mbele baadaye, Rigiji akiongea hapo. Anyway, I told the president, hii ni blackmail that we are succumbing to. Be prepared to live for 5 years with blackmail from this man. And the president told me, wewe, kama unaogopa huyu mtu sana, kuja cabinet. Hii finance, ukitaka ni yako, ukitaka transport, ama interior ni yako. To me, Your Excellency, asante sana, lakini wacha nikae bunge. Ulikataa CS position? You can ask the president the day you meet him. He's my only witness, and he's a living witness. Okay. Why did you refuse? Because I didn't want. I have a calling to do what I am doing today. And I'm very clear in my mind on that. Okay. And I never wanted to abandon the people of Kikuyu because I had set out an agenda that I need to fulfill. Okay. And it is that serious for me, by the way. So nikamwambia, na utakuja kunihitaji kwa hii bunge, because I know a number of our colleagues want to get to cabinet. You still need strong voices in parliament. That is how I ended up being the leader of majority, to cut the long story short. Okay. Fast forward, the blackmail came. Which blackmail? Ya Rigathi. Na nimesema, na wacha nirudie. Blackmail ilianza na pesa. Nakumbuka kitu ilikuwa inaitwa confidential. Confidential expenditure? Ilianzia hapo. Na chakula ya school feeding. Kwanza hebu ita Aaron Cheruiyot muulize. Tumetumiwa mimi na Aaron. Umesaini mapesa? Tumeitwa kwa ofisi ya deputy president. Tumekaa hapo, CS wa education Mashogu wako hapo, PS Belio, some guy called Yusuf mwenye alikuwa in charge of Nakonek. Tumeambiwa hawa watu. These people wananunua ngunia maharagwe for 9,500 shillings. Na hii pesa yote wanakula kwa ministry. Hawa viongozi wako na kazi ngumu sana ya kumanage bunge. Ambiwa, sasa nataka mjue vile hiyo budget either itakatwa ama hawa waseme watafanya nini. Yule Yusuf akajaribu kujitetea, akaambiwa nyamaza. Kumbe tulikuja kugundua ilikuwa extortion ring. Hiyo pesa ilikuliwa na Rigathi na Mashogu ya school feeding. Pesa ngapi? When the president realized, akafunga. How much was it? Mimi sijui ni pesa ngapi, enda uwaulize. Lakini haikuwa pesa kidogo. So president akajua kuna wizi inafanyika ya school feeding. Akafunga. Kakuja confidential, pesa sijui ofisi ilikuwa confidential office of the deputy president ilikuwa 300 million. Imetumiwa 700.
by force. Ile PS, Treasury, CS, Ndungu wanapigiwa masimu, lazima you approve. Release. So, until they complained. Committee. Way back in 2018.